Kitambo ilikuwa ati mtu ameninyima mkate analia. Siku hizi nikikosa mkate silie, Twitter ama X ana post. So to make the matters worse, hizi comment section sasa ndio unasema inabamba zaidi kuliko post. Yeah. Jota ile comment section na mtu anasema so yeye anafikiria acha tu alale. Asilie hapa asisumbue. Acha tu kuinje. Na normally brain ya mtu inafanya ile priority kama inapanga. Na stress sana ndio unashughulikia sana. Kwa majina naitwa Thomas Omache, na kwa hii episode kuna mgeni kwenye studio, mtaalamu wa masuala ya kisaikolojia, na kumaanisha discussion yetu leo itakuwa kuhusu afya ya kiakili. Karibu Amoshe. So pengine kwa mtazamaji anaona nini mara ya kwanza, hii issue tunasema about afya ya kiakili ama mental health, kwa ile plain to language what it is, na pia unaweza guzia some of the causes zenye zinaleta mental health issues. Kwa shida za afya za kiakili tunasema kwa mmoja kati ya watu wanne anapitia shida ya afya ya akili mahali, na wengi wa Kenya wale wenye tunasema majority part of the population ni wale tunasema ni youth. Kuna vile changamoto zenye mtu anapitia sana sana tukiwa vijana wadogo. Kuna pressure ya familia, kuna ile pressure ya kimaisha, alafu sasa kuna ile lifestyle inabadilika kila wakati. Society expects you to keep up with them. So ukifika mahali penye akili yako inajaribu kufanya kitu, unaona kama hii ni kama sitaweza, imekuwa na too much pressure beyond ile kenye unaweza. Fika hiyo level tunasema msali mtu ni kama anaanza kuwa disturbed. So akianza kuwa disturbed over a period of time, let's say kama tuseme ni msongo wa mawazo, imekuwa na shida ya msongo wa mawazo kwa muda fulani, nasema sasa huyu mtu amepitia ile level ya kawaida ya stress. Baada ya wiki 2 kuendelea, nasema huyu mtu sasa amekuwa depressed. So ni vitu za kawaida ambazo kinafanyikia kila mtu, lakini sasa kwa sababu imezidi kiwango fulani, nasema sasa kufikia ile level huyu mtu sasa anaanza kupata shida ya afya ya kiakili. Unaweza kutuelezea just briefly the common types of mental health issues among young people, tu kwa kufanua zile common ambazo kama mwana saikolojia zile unakutana nao kila wakati? Kwanza kabisa cha nianze na technology. Na mimi huko nje karibu kila mtu, almost 100% of Kenya, some 90s, wako na simu mahali, wako na laptop, wako na vitu ambazo zinakusaidia ku access ile mtandao. So ukitumia hata hii simu kwa muda, tuseme umetumia leo, kesho kutwa, baada ya tuseme mwezi ama kuendelea, ikitolewa hapo na ulikuwa umezoea kuitumia, unaanza kufeel ni kama kuna kitu fulani kenye ulikuwa unahitaji lakini hakako. So sometimes we look at it from the aspect of addiction, but tunasema addiction ni kama kitu ambacho lazima utumie kitu kama pombe, mihadarati mingi, lakini tunasahau kwa the simple behaviors tunafanya zinazeta pia addiction. So addiction ni shida tu moja ambayo wale young people ama the youth wanapitia. Inaweza kuwa addiction ya either drugs ama maybe kitu yenye si madawa ya kulevya. So addiction ni moja. Kuna kitu kama depression. Huku nje vijana life si rahisi. Life imekuwa ngumu na wanapitia through a lot of challenges. Changamoto ni mengi sana. Na ukipata stress baada ya muda fulani, baada ya 2 weeks or more, na ni persistent stress, nasema hii stress inatoka kutoka level ya stress inakuwa depression. So depression ni shida nyingine tu ya kiakili kivyake. Na sasa kuna zile anxiety ni ile yenye ni wasiwasi. Unapata wasiwasi ile excess, ile yenye unajaribu kutulia au tulii. Ikifika level fulani ya wasiwasi, nasema mtu anapata panic disorder. Yani umepata wasiwasi alafu roho imeshindwa kupiga, inashindwa kupumua, and it can actually lead to death. So a panic disorder can actually happen along that line. Mental health disorders ziko kategori mingi sana. Wanasema kuna zaidi ya aina 20 ya mental health issues. But kuna zile zenye tunaziona ambazo ni more common. Especially here in Mombasa, ukiangalia kitu kama addiction, pale kwa barabara huwezi tembea kilomita kadhaa kama hujaona mataifa haya mtu anakula jaba. So ukiangalia kwa barabara mtu notice hapo kuna shida gani ya hiyo mtaa. Kuna karibu kabisa kila mtaa iko na kabisa fulani, kwa unajua hapa ndio wanakaa. Same thing watu wanatumia bangi.
Yeah, unaweza kaenda mahali ujue hii mtaa hapa ndio kuna ule pedi anajulikana hapo hii mtaa. Sigara, pombe, ni vitu zetu tunachukulia ni kama vitu za kawaida kwa sababu watu wamezizoea kuzitumia huko nje. It only becomes serious time when maybe a person who is close to you, either a friend, a family, amekuwa maybe a victim. So ile time unaanza kuona mtu ameanza kupelekwa rehab, mtu ameanza kulemewa na pombe, haizi kushika hii simu kama hajashika mkono, unaanza kusema huyu ni kama ameanza kulemewa, problem. Yeah. So ni shida mingi sana za afya za kiakili tukianza kuzilist leo tukiweza maliza zote. Yeah. Asante sana Ian kwa kutufafanulia baadhi ya mental health challenges, the most common especially hapa Mombasa. Unajua ukivuka tu hii barabara utakutana na mtu anatembea design mdomo imejaa, inaitwa aje, matawi iko kila mahali, addiction, kuna issues za stress. But labda vile tu ulielezea, it's okay not to be okay. Vijana wana undergo a lot of things, kuna pressure, kuna family issues, kuna a lot of things, technology and all that. And then unapata sisi vijana sometimes tukiundergo hizi stress ama niko na depression, siambii mtu, natoka kwa familia, siambii mtu, maybe hata time nyingine natoka niko na stress naenda huko nje, sometimes the moment familia inakuja kujua it's too late sometimes. So labda ni katika hali yako ya as a specialist, maybe ni mbona unaweza elezea labda mbona vijana wengi hatujitokezi, hatuseme time yenye tuko na mental health issues, tunaamua kunyamaza, and sometimes it comes inakuwa very bad. Sasa the family or the people who are close to us wanajua, labda mbona watu hatusemi, tunakaa tunajinyamazia. Okay. Nitakuonyesha tupea nyuma kidogo pale kwa technology. Tunaishi sasa hii lifestyle yenye ni kama technology iko hapo ndio inalea watoto. So mtoto anazaliwa akiwa mdogo na mwakia kwa Comelon instead of kuspend time na wazazi. Yeah. Ana grow kidogo na mwekea au atumie laptop kucheza game. Akisha grow kidogo na waambia sasa time yenye siko unaweza watch movie. So amezoea kuinteract na electronic gadgets sana kuliko binadamu wa kawaida. Behavior ama tabia ya mtu ni ile vitu zenye unafanya siku moja siku nyingine alafu inakuwa ni kama kawaida yako. So ikifika mahali penye umezoea, nikiwa na stress nafungua hapa TikTok naangalia video alafu naangalia memes na cheka inaisha. So ikifika mahali penye sasa ni real life mpaka sasa interaction na watu, una feel kuna kaugumu fulani, hujazoea kuonana na watu, yani una share hizo vitu. So technology inachangia pakubwa when it comes to your social interaction. Ukiangalia the more tunatumia technology, the more zile social interactions na reduce. So watu wanajaribu tu kuangalia quick fix. Nasikia ni kama niko na stress, nifanye nini? Anakimbia TikTok ana post I am stressed, ama akiingia Twitter ama X ana post. So to make the matters worse, hizi comment section sasa ndio nasema inabamba zaidi kuliko post. Ndio anaangalia comment section na mtu anambia umechoka, si ujue basi. Anaangalia ile solution nafaenda kujaribu. So sometimes tuna grow na technology, tunasahau pia binadamu. Wanasemanga a human being is not a social animal. Lazima interact na watu. You cannot be an island. No man is an island. So ukianza kuinteract na technology sana kuliko vile interact na binadamu, zile social skills, zile kuinteract kutoka mtu mmoja mtu mwingine inakuwa ni shida. Siku hizi hata nipo na wale wenye wana grow nafika age fulani alafu na realize kumbe hata siwezi ongelesha msichana na natafuta bibi. Amekuwa ki-interaction na technology more than binadamu. So hata yenye kuongea na binadamu ana notice kumbe sina skills, sijazoea ku-interact na watu kama hawa. So mtu kama huyo sasa huwezi compare na watu wa kitambo. Kitambo ilikuwa una grow up unapatana na watu wenye wanakuambia enda uchote maji na mtu hapo anakusaidia kubeba. So kitambo ilikuwa ni more of an interaction na watu wengine. Alafu inawasaidia at least kukuza hizo social skills. So siku hizi ni kama tuseme technology inafanya social skills inapotea, inaweza replace zile behavior zenye tulikuwa nazo za binadamu kwa binadamu mwingine kama kitambo. So vijana, kwa maelezo yako ni kama vijana siku hizi tunatafuta quick fix solutions. Niko na shida naenda kwa Google ama ChatGPT naambia I'm stressed. What can I do? Na niambia take water, run, and then I do that and
mazoea mbele kupigia kelele, unachangamka, unafanya kitu haraka haraka. Siku hizi ukipigia kelele imekuwa ni shida. Sasa why are you shouting? Usishu. Kuna mzee ananiambia anapatianga mtoto wake pombe kidogo ndio alale. So yeye anafikiria acha tu alale. Acha tu alale. Acha tu bora kidogo Piriton kidogo alale. Basi sasa amesahau kuwa hizi